Rais wetu tumheshimu. Hatuko tayari kuendelea kuona rais wetu akidhalilishwa ama akitukanwa ama akiambiwa maneno mabaya. Kama mnahisi kuna lolote limefanyika ni baya, tuombeni radhi tafadhali. Tunaomba radhi. Haya mambo yaishie hapa jamani. Tusiendelee kumtukana rais wetu, na kama tunavyomheshimu rais wenu, Rais Ruto tunamheshimu, tunampenda, basi pia hivyo hivyo rais wetu basi mumheshimu, msimfikishe maneno mabaya tafadhali. Naombeni kwa hilo jamani wa Kenya. Please, nawaombeni kwa hilo. Mimi Ustaz Juma sijatumwa na serikali na si kwamba ni msemaji wa serikali, ila naombeni radhi tu kwa hilo tu, kwamba rais wetu aheshimike tafadhali. Wabunge wa Tanzania kuzungumza maneno ya ukali kuhusu wananchi wa Kenya, maana hao wanaotukana sio kwamba ni serikali ndio inatukana, ni wananchi tu. Wananchi wa huku wamedata jamani. Umeona wamehaki WhatsApp, account za WhatsApp za wabunge, wana haki kila kitu. Mtasababisha mambo kuwa ni mabaya zaidi. Tafadhali, kama wabunge, na mnafahamu kwamba kuna msemaji wa serikali. Mbunge, kuna msemaji wa serikali. Na huyu anayesema si msemaji wa serikali, ni mbunge, ni wazo lake. Pia tusilichukulie jamani wa Kenya. Please, naombeni. Tunamheshimu Martha Karua, tunamheshimu, tunampenda. Ni mtu ambaye ameipigania sana Kenya na mnamheshimu, najua mnampenda kwa sababu ana mchango mkubwa sana katika serikali ya nchi ya Kenya na Afrika pia. Kwa hiyo kama mnahisi kuna chochote kile tumefanya, tunaombeni tafadhali mambo haya yasiendelee, ili mradi tu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kipenzi chetu, rais wetu, mlezi wetu, ili aheshimike tafadhali. Naombeni wa Kenya jamani, wa Kenya, na waomba tena kwa mara nyingine, rais wetu tafadhali, rais wetu tunampenda. Msimtukane, msimdhalilishe, msimfanye kitu. Naombeni tafadhali, kama kweli nyinyi wa East Africa, wa Afrika, naombeni turudi katika maadili yetu ya Kiafrika tafadhali. Sina mengi, hayo ndio ninayosema mimi Ostaz Juma Namsoma, nikiwa kama Mtanzania mzalendo. Habari zenu wana East Africa, ni matumaini yangu kwamba mwazima wa afya, mbuhere. Jina langu ni Alamin Somo, ni mmoja wa viongozi. Juma lililopita niliweza kutoa clip, nikaweza kushauri influencer wanyamaze kimya. Juma hili naona itabidi ni shauri walio na nyadhifa zaidi, ambao ni wabunge, especially hawa wabunge ambao ni kina mama, kina Mariam Said, Jessica na wengineo. Na swaha yangu ni ndogo tu, dada zangu, kidogo mnakosea. Na mnakosea wapi? Imenishangaza sana ndani ya bunge zima mkaacha shughuli nyingi za Watanzania, ambao matatizo mengi yanayowakumba Watanzania sasa hivi, mkaja mkajadili Gen Z, ambao hawa ni watu wa kunyamaziwa, mkawapa session nzima ndani ya bunge kuwajadili. Unajua, mmenishangaza sana, ambapo hawa ni watu wa kunyamaziwa tu. Hawa hawajapigiwa ngoma wanacheza. Je, wakipigiwa ngoma? Kwa hivyo dada zangu, nawaona ni kama mbaye mlikuwa mwatamani kutukanwa, mlikuwa mwataka kutukana. Sasa ngoma sasa hivi mshaicheza, mshaipiga, sasa subirini hawa vijana wacheze. Alafu lingine ambalo ningependa kuwaonya, na muwe very careful nao. Kuna statement katika mazungumzo yenu mkiwa ndani ya bunge pale, mmewaambia jeshi la polisi na jeshi la nchi. Kuna kenge ndani ya nchi na kuna kenge nje ya nchi. Hii ni kama muna declare war, masala ya mfano wa kama Russia na Ukraine. Wajua itakuwa akili zenu ni finyu sana kushinda maelezo. Makosa ya watu wachache, kina hawa activists kuja ndani ya nchi na kutoka, muwe haijafika standard ya paka uwe wewe kiongozi utadeclare war. Yaani ikiwa kiongozi ni wewe mwanamke uliyesema haya, ikiwa kiongozi ni wewe, subhanallah, nahurumia sana hawa waliokuchagua, kwa sababu wewe hustahiki hata kuwa, wacha kuwa mbunge, hata mzee wa mtaa hustahiki kuwa, kwa sababu ya hiyo statement yako kusema kuna kenge ndani ya nchi na kuna kenge nje ya nchi. Kwa nini nikasema hustahiki kuwa mbunge, hata mzee wa mtaa hustahiki kupewa? Kwa sababu haya ni kama unawaambia wawe tayari kwa lolote. So wewe wajua hayo unaoeleza leo yatatokezea, wajua atakaumia ni kina nani?
Watakaumia ni watoto, watakaumia ni kina mama. Je, ushafikiria hayo mpaka ukadeclare hivyo? Kwa sababu kila mtu ana jeshi, kila mtu ana vifaa, kila mtu ana silaha, kila mtu ana ninio. Kwa hivyo jichunge huu mdomo wako, kamdomo. Jichunge nao sana huu mdomo unapozungumza. Wewe ni kiongozi, kuna mambo hustahiki kuzungumza, na haya mambo hayataki jazba, haya mambo yanataka utulivu, haya mambo yanataka akili. Mimi nawashauri tena kama nilivyowashauri ma-influencer, jamani, nyamazeni. Hii Kenya imebadilisha katiba tofauti na hizi nchi nyingine zote hazijabadilisha katiba yao. Tangu katiba ya mkoloni mpaka leo yaendelee hiyo. Kenya 2010 ilibadilisha katiba, na ilibadilisha katiba ni kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga, ndiye alileta huu uhuru unaopatikanio. Hii demokrasia sasa hivi Kenya wamepitiliza, hata wameshinda wazungu wenyewe. Yaani demokrasia yao sasa hivi wamepitiliza, na kama nilivyowaambia hapa ndani ya nchi wameshindwa kukontroliwa. Hata wakiuliwa bado waendelea kufanya. Wewe huone hao watu wameshindwa kukontroliwa. Sasa ikiwa hapa ndani ya nchi wameshindwa kukontroliwa, mtaweza kwa kontroli nyinyi ambao mko nje ya nchi, ambao kuna mipaka hamwezi kuingia kuja kuwashika ama kuwafanya chochote. So mwashindana na watu, hii ni gorilla war. Mwashindana na watu ambao they have nothing to lose. Hawa vijana they have nothing to lose. Nawaambia tena paka kiyama hawa vijana watashindana na hawachoki. Kwa hivyo mkiwa bado mtashindana nao, mkwambia ingieni mitandaoni, mchocheeni mama. Jamani, nawahurumia. Nawaambia nyinyi wanawake, nyinyi jinsi ilivyo nyinyi mlikuwa mwatamani sana kutukana.